Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bihali bwana. Salaam. Samahani kwa kukuweka. Bila samahani. Unajua Sheikh Yusuf, nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Na nadhani unalijua. Jambo langu lipo pale pale. Na ndo lile lile. Kuhusu masuala mazima ya mke wangu. Unajua muda tena umeenda. Na kesho kutwa kile tulichopanga mimi na wewe unapaswa ukitimize. Kwa hiyo nimekuita hapa kwa ajili ya kusisitiza itapofika muda wako yule mwanamke uweze kumwacha. Sawa, nimekuelewa bwana Mahir. Hilo liko kwenye uwezo wangu kwanza. Na mipango yetu itakwenda kama tulivyopanga. Ni muda mchache tumebakia. Mimi nitaishi naye, nitamalizia muda uliobakia. Baadaye nitamwacha. Kimaliza yeye utakuja mke wako muendelee na maisha yenu. Unajua Bayu au bwana Yusuf, mimi mke wangu bado nampenda. Isipokuwa kuna vichochezi, tuna bilisi kama mimi unavyojua vijana. Vimenipitia na nikaweza kufanya mambo yasitambulikana. Mwisho wa siku mke wangu akapata hasira na mwisho wa siku likatokea hili. Lakini namwacha bado mke wangu nampenda. Na ndio maana nikakutafuta wewe kwa sababu nilijua wewe ni mtu wangu wa karibu. Hakuna mtu mwingine yote ambaye ataweza kunisaidia isipokuwa wewe. Na ndio maana nikajaribu kutafuta ili mradi tu tuweze kuleka sawa hili jambo. Na nashukuru umenisaidia. Kwa hiyo na hapa palipofikia naomba tu tuende vile vile kama tulivyopanga. Tusitikane na wabaya wala tusitikane na zohali na kuomba. Chonde. Ukifika muda mke wangu uweze kumwacha. Na kusisitiza tena. Chonde. Mke wangu Birahma. Haya, mimi natoka sasa hivi. Naenda kwenye majukumu kutafuta chochote kitu cha kupata tayari na mtoto. Ila tu usisahau mtoto kumlisha dawa kwa wakati. Usipitishe muda dawa. Sawa? Sawa, ikifika muda tu mimi nitampa dawa. Basi wewe nenda salama, rudi salama. Lakini tu usichelewe kurudi. Ndio tufanye mpango wa iftari. Usijali. Kila kitu kitakwenda kama nilivyopanga. Wala usiwe na hofu kabisa. Najua una kiasi gani unampenda mke wako. Najua wapi mmetoka. Ni bahati mbaya tu Ibilisi amevunja ndoa yenu. Nitamwacha baadaye utakuja kumuoa. La, hakuna tatizo kwa hiyo. Nitafurahi sana na nitashukuru kama ukifanya hilo jambo. Lakini najua leo mambo hayako safi, alafu iftari imeisha kuja. Najua kipindi cha mwezi mtukufu hiki. Jana. Kama mfanye maarifa yoyote utaishi. Jana. Usijali bwana Yusuf. Hilo limo kwenye uwezo wangu. Na pia katika mambo yote nilopanga na hilo pia nilikuahidi. Kwa hiyo kuhusu jambo la iftari la leo wala usijali. Isipokuwa tu kidogo leo nimekuja hapa mfuko wangu ukiwa hauko vizuri. Ila naamini hichi kidogo nilicho nacho. Naamini kwa siku leo kitakutosha. Si futuro ya leo tu. Leo tu. Usijali. Naomba upokee hichi kidogo. Naamini kitaukizi haja kwa muda wa leo. Tunatosha iftari ya leo tu bismillah. Basi sawa. Haina shida. Ila mimi nasisitiza tena. Chonde jamaa. Tusije kuonana mabaya. Ukifika muda mke wangu uweze kumwacha. Hakuna shida. Ikifika muda tuliopanga mimi nitamwacha. Basi mimi nikuache nielekee sokoni mara moja. Nikatafute bidhaa kabisa. Basi sawa. Hapo nienda shughuli zangu. Karibu. Inshallah.
Allahumma amina, inshallah nitajitahidi mapema inshallah. Nenda kupambana inshallah, nitakachopata mapema najua kama ni Ramadhani na mtoto anaumwa. Nitajitahidi kurudi mapema. Bismillah, ila usisahau tu. Haya inshallah. Mke wangu mimi ndo natoka nda zangu sokoni ndatafuta futari. Wenda sokoni au wenda kwa mke mwenzangu? Mke wangu nda sokoni. Na hata kama nda kwa mke mwenzio, kuna ubaya gani? Si ni mke wangu na yule kama wewe? Yaani mme wangu. Hiyo ndo kawaida yako. Kila siku wasema wenda sokoni, kumbe wenda kwa mke mwenzangu. Waniibia zamu zangu kiujanja. Hayo mambo ya wivu mimi ndo nilokuwa siataki. Kwanza huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kuchuma ibada tu. Sasa mambo ya wivu mimi usiniletee. Kwani wivu si ibada? Nakubali ibada, lakini si ulionao wewe. Huo wako ni ujinga. Hebu mpisha amestaki mambo ya wivu. Na mwingine. Sawa shoga yangu. Ndio kama unavyoiona hali ya mwanangu. Ndio vile vile. Tangu tuliporudi hospitali. Yule hali zaidi ya kumpa vipo vya uji tu. Lakini chochote hali. Ila nasubiri wewe tu uondoke hapa. Ndio nikampikie uji. Nipate nimpe angalau japo vijiko viwili. Pole sana shoga yangu. Kama hali ndio hiyo. Yaani mtoto hanywi. Pale mtihani. Ila usijali atapoa. Kwani hospitali ilipoenda uniambiwa anasumbuliwa na nini? Mwanangu. Hospitali kubwa nililoambiwa tu. Nimeambiwa na upungufu wa damu. Asalamu alaykum Iza. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Nzuri. Habari ya nyumbani hapa? Salama. Hawajambo wazee? Hajambo. Haya, Bizai nimekuja kidogo, mwanzako nina shida. Sasa. Unajua Bizai, nimetoka nyumbani alfajiri, nimemwambia mke wangu ikiwa na mtoto mgonjwa nimemwambia na kutafuta riziki. Ili nipate chochote kitu kujitafutari na mtoto. Lakini isipokuwa ninavyopanga mimi, Mungu sio anavyopanga. Nimezunguka vya kutosha. Lakini kwa leo mambo yameniendea kombo. Sasa nimeona nisiazirike. Kana nikatafuta kitu cha watu bwana nikaja kafika kupigwa na mwizi Ramadhani. Sasa. Bwana nipite kwa jirani yangu ambaye kwa ni ndugu zangu. Nije niombe chochote kitu, kama kuna kishilingi 10,000 naomba unikopeshe au niazime kwa muda kama siku 2 tu. Ili nikapata japo vijiharage na vijitambi nikajisaidia na ule mtoto mgonjwa pale nyumbani na mke wangu. Natumai Zai ukitoa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani huu kile kidogo Mwenyezi Mungu anakupa kinakuwa kikubwa zaidi. Pole shoga yangu. Yote hiyo ni mitihani. Atapoa. Na hali kama hiyo ukiangalia kipindi hichi hapa sasa hivi cha Ramadhani na mgonjwa yule pale ndani huku hangaike na futari. Ila usijali shoga yangu, atapoa. Ni mitihani tu ya Mungu. Kwani shemeji kaenda wapi? Sasa hivi katoka kwenda kutafuta riziki. So unajua hii Ramadhani tena. Haiwezekani tukae sote tumwangalie mtoto. Ukiangalia majukumu mengi sana yanamsubiri kama baba. Ndio kufanya mipango huko angalau tuje tupate japo pesa iftari tu. Shame. Kwanza nikupe pole sana. Nashukuru, asante. Najua unapitia wakati mgumu kweli. Ni kweli. Lakini pia usisahau kwamba matatizo tumeombewa binadamu. Sana. Na binadamu ni sisi. Mimi na wewe na wengine. Ni kweli sana. Na hapa kijijini sote tunajua kama una matatizo.
Nashukuru kwa hiyo. Isipokuwa ibaki tu kila mtu huruma yake. Ni kweli. Na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukimsaidia mwenzako hukosi chochote. Hata kidogo. Mimi hapa ilikuwa nina shilingi 10,000 tu mundani. Sasa. Nataka nikusaidie hii 5,000. Nilikuwa nishakuwa nataka mtuma mtoto dukani akatafute vitambi, lakini matatizo ya mwenzako ni matatizo yako. Ni kweli. Nitashukuru sana damu. Asante. Mimi wala sikukopeshi wala sikuwa, yani wewe chukua tu na ukuwa na shida basi tutafutane. Asante sana Zai, jirani yangu ambaye kwa jirani ni ndugu. Mwenyezi Mungu akujalie umetoa hichi kidogo. Insha Allah Mungu akupe baraka, akuzidishie neema, uzidi kupata zaidi ya hichi. Amina inshallah. Haya, asante sana, nashukuru. Haya. Asante. Haya, salimie. Haya sana, salimie mama yake. Haya. Basi sawa shoga yangu, usijali atapoa. Maana mimi sasa hivi nimesema nidini waangalie tu kidogo, kujua hali pia ya mgonjwa anaendeleaje. Maana nataka niwahi sokoni. Sawa, haya. Sikusindikizi saizi. Sio kama unavyoona hali ya mwanangu ilivyo, siwezi kutoka. Sasa hivi mwanangu, mitihani tu babangu. Utapoa Mungu akipenda kila kitu kitakuwa sawa mwanangu, usijali. Ugua pole baba. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Salama. Za huko? Safi, umeshindaje? Hatujambo, sio wewe. Salama, tunashukuru Mungu. Pole na majukumu. Asante sana. Mwenyezi Mungu ajalie kesho upate kuliko ulichopata leo mwanangu. Amin. Amin. Nashukuru sana. Mungu kanijalia mke mwema kabisa. Mke ambaye hata kidogo ninachomletea anakuombea dua. Nafurahi sana kuwa naye mke wangu. Sijakosea kabisa kukuoa. Ni wajibu wangu kwa sababu wewe ni mume wangu. Ni haki yangu kukupa pole na kukaribisha nyumbani kila unaporudi kazini. Sawa sawa. Basi karibu ndani. Haya, asante. Ngoja ukishenzi mwanangu. Mwanangu ngoja ukishenzi mwanangu yani. Ubuli mwanangu bure mula kule bure mwanangu nakwambia tena mwanangu yani. Yaani unataka kuniua mimi mwanangu kule mchaji wangu. Yaani mwanangu wewe yani ni yako nini kwa mfano yani? Mwanangu rafangu leo umekuja kama mwanangu wewe yani sio mwana kabisa. Na leo nakutaka kabisa mwanangu nakwambia tena mwanangu yani. Isaac, kama ni uzembe tumefanya mimi na wewe, sijaufanya peke yangu. Mimi mzembe mimi. Yaani mimi. Ndio mwanangu nitakuzingua sasa hivi kama unijiki tu mwanangu nitakuzingua. Yaani ni pale mimi yani. Wakati ni wewe. Sikiliza mwanangu wani. Pale mwanangu wale raia wale pale unajua wale. Wana hasira kali, askari, wana hasira kibao mwanangu mwanangu wewe unazingua tingua yani. Hapo mwanangu wani. Unataka mimi. Mwanangu mimi. Mwanangu wewe mwanangu kishenzi unataka mwanangu yani. Mwanangu wani watu pale wale. Askari pale. Mwanangu ani pale yani kufa. Tukiwa pale sisi, tungeuliwa. Sikiliza Isaac, hili lishatokea. Na hapa sio kulaumiwa mimi wala wewe, tujilaumu sote. Au vipi mwanangu yani? Kwa sababu kama ni uzembe tumeufanya wote. Mwanangu unafeli sana mshikaji wangu, kazana kidogo basi mwanangu hapa mjini. Tutakufa siku moja. Mwanangu unataka mwanangu yani uko sakili yako mwanangu hii yani uko sakili wote muda wote mwanangu yuko sawa tu. Mwanangu uone pale mwanangu wewe. Chupu mwanangu chupu mwanangu mwenyewe mwanangu. Mwanangu unafanya sasa wewe wewe anakuambia tena yani. Kazana kidogo ndugu yangu yani. Mjini mwanangu hapo unajua Wasikia mwanangu yani tutakufa vibaya na kama mjini hapa. Tumia akili ndugu yangu, tumia akili mwanangu. Sio ile mwanangu ile unakakaa tu yani. Unakakaa tu yani, au vipi yani? Ili jambo tushalifanya. Ina maana sasa hivi tutafute namna ya kulimaliza, sio kukaa kulaumiana tena. Sikia. Hapa leo fanya hapa mwanangu kujua mwanangu leo kusende. Si leo, si kesho kujua mwanangu kwani usiende leo mwanangu. Tutakufa na mbele. Tutakufa. Cha msingi hapa yani tuondoke. Tuondoke mwanangu.